Ikiwa leo ni siku ya mwisho kabisa mwaka 2025, tujikumbushe kwa baadhi ya matukio ya kihistoria iliyotikisa na kufanya mwaka 2025 kuwa na historia ya kipekee nchini Tanzania. Tukio la kwanza ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupata mwenyekiti mpya baada ya takriban miaka 20 ya uongozi wa Freeman Mbowe. Utakumbuka uchaguzi huu ulifanyika mwishoni mwa mwezi Januari ambako viongozi watatu yaani Mbowe, Lissu na Odero waliingia katika kinyang'anyiro, ndipo Tundu Lissu alipoibuka kuwa mshindi na kutangazwa kuwa mwenyekiti mpya wa chama hicho cha Chadema Januari 22 mwaka 2025. Tukio la pili ni mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kukamatwa na kusomewa mashtaka ya uhaini. Taarifa hizi zilianza kuenea tarehe 10 Aprili 2025 ambako mwenyekiti huyu wa Chadema alifikishwa mahakamani Kisutu jijini Dar es Salaam baada ya kukamatwa na polisi katika ziara yake akihamasisha ajenda ya no reform no election. Tukio la tatu ni kifo cha Job Ndugai. Tarehe 6 Agosti 2025, Tanzania ilipokea taarifa za majonzi za kifo cha aliyekuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai aliyefariki kutokana na shinikizo la damu kushuka na kuzikwa jijini Dodoma. Tukio la nne ni uchaguzi mkuu wa Tanzania wa Oktoba 29. Uchaguzi huu haukuwa habari kubwa Tanzania peke yake bali hata nje ya mipaka ya Tanzania kutokana na ghasia na vurugu zilizoibuka wakati na baada ya zoezi la uchaguzi. Tukio la tano ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa kwanza mwanamke wa Tanzania kushinda uchaguzi mkuu. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilimtangaza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi wa 97.66%. Tukio la sita ni Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa waziri mkuu na kuthibitishwa na bunge kuwa waziri mkuu wa 12 wa Tanzania tangu uhuru.